Jinsi ya kuhesabu mzunguko wako wa hedhi, yaani kujua mzunguko wako ni wa siku ngapi. Hakikisha unasikiliza video hii mwanzo mpaka mwisho, lakini hapa chini tutakuja kuziona siku za hatari ama siku za ovulation zinapatikana vipi, ama siku zako za hatari ni zipi na siku za ovulation kwako ni zipi. Ila hili linatokana na hapa. Hakikisha una save video hii kwa sababu naamini ipo siku utaihitaji. Cha kwanza, ili uweze kufahamu mzunguko wako wa hedhi, tunazungumzia siku ya kwanza ya hedhi yako kulingana na mwezi husika. Mfano, sasa hivi ni mwezi wa pili na leo ni tarehe 12 ya mwezi wa pili, yani Februari. Tunashumu umeingia leo tarehe 12 mwezi Februari. Umeanza hedhi yako ya mwezi wa pili. Huu ni mfano jamani. Kwa hiyo hakikisha unaenda na huu mfano ulilate kwenye hedhi yako. Kama umeingia tarehe 12, hii tarehe 12 tunaifanya ni first day. Sawa, ni siku yako ya kwanza ya mzunguko wako wa mwezi huu mpya wa pili. Sawa, hii ni siku ya kwanza. Kwa utakachokifanya, utaanza kuhesabu, utatafuta daftari, utaanza kuhesabu kwamba kama umeingia tarehe 12 unaifanya tarehe 12 ni siku ya kwanza, 13 ni ya pili, 14 ni ya tatu, 15 ni ya nne, 16 ni ya tano, 17 ni ya sita. Hivyo hivyo unaendelea kuhesabu. Kwa hiyo ile siku ulioingia period ndo siku ya kwanza. Sawa, ndo first day yako ya mzunguko unaanza. Kwa hiyo ili kuweza kujua mzunguko wako ni unakuja, tunaangalia kitu cha pili, tunasema ni siku ya mwisho kabla ya hedhi inayofuata ama hedhi nyingine. Hapa tunakuja kupata idadi ya mzunguko. Kumbuka hapa tulianza kuhesabu siku ya kwanza. Kwa hiyo ili tuweze kuhitimisha huu mzunguko ulioanza hii tarehe 12, tunakuja kuangalia mwezi unaofuata utaingia period tarehe ngapi? Yaani hapa si tuko mwezi wa pili, tunazungumzia sasa mwezi wa tatu, yani mwezi Machi.